So haki itatendeka. Lakini pia muhusika kwenye vita hiyo ambaye ndo alikuwa customer, yeye na sister yake ambaye ndo alikuwa anatengenezwa hapo ndani ya saloon, tayari pia waliumwa sana kusikia yaliyonikuta. Kwa hivyo najua kuwa watakuwepo hapo mahakamani, watakuja kuprove, kuhakikishia kotini kuwa hata hiyo kesi Jesus hakuwa anahusika. Ilikuwa ni vita yetu mimi na huyo msichana. Huyo msichana mwenyewe alisema mimi nitakuja, taambia kotini mimi ndo nilikuwa na tatizo na huyo demo. Tulikuwa na shida yetu. Mimi kusimama hapo kusema wewe umetoka hapa, wewe ufanyi kazi hapa, wewe si mhusika wa hapa, wewe si customer wa hapa. Na customer wetu akikuja ndani ya biashara yetu, ni haki yetu kuhakikisha customer ako salama kwenye biashara. Nikamwambia wewe toka nje, wewe kuja kugombanisha customer wetu hapa kwenye biashara yetu. Kama mko na issue mtaongelelea huko nje. Lakini kwa sasa hivi customer aheshimiwe, afanyiwe service imemleta ndani ya saluni, amaliziwe aondoke aende salama. Lakini mwingine akanijibu stoki. Stoki aje kwa biashara yangu? Kama nani sasa uwezi toka? Mwingine naye hapo nikamuuliza, wewe baada ya miezi 2, huo ni ex sasa. Wewe baada ya miezi 2 tumekosana, hakuna mwenye anaongelesha mwingine. Leo ndo umeonekana hapa ndani ya dukangu ukuja kupiga vita mbele ya makastoma zangu, mkiniharibia biashara. Haiwezekani. Lakini yeye nilimheshimu, nikatulia, nikamwambia ni sawa. Basi kwa heshima yangu na yenu naomba muondoke ndani ya biashara yangu. Hayo tu ndio yalifanyika. Kesho yake ndipo wananiamkia na mavita iti ni walipe 30,000. 30,000 ya nini sasa?